Na hayo mengi, waziri, nichukue nafasi hii. Mtamkaribisha waziri Kindiki? Mtamkaribisha? Yule mtu wa kupambana na bandits. Sasa hapa hakuna bandits. Ile watu utapambana naye ni ile wakora kidogo kidogo tu, na siku hizi ukiangalia hawa watu vile wametulia, wakora wameisha. Si wakora waliisha? Noka waji kodaga kiume goko uguo. Karati guo. No igua ure mo kwanira takaume uguo. Atige kore amenyerire. Tondu niguo tweranire. Ona ndagioka na ngari ile maugaga ya mbeca ndinayo. Bas. Asante sana kiongozi wa wengi, andu aitu murega rigi. Yangu itakuwa machache kwa sababu kama vile viongozi wetu wamesema, tumekuja hapa kwa kazi ya serikali. Na ile kazi ambayo imetuleta hapa Kiambu siku ya leo, ya kwanza ni kufungua rasmi kituo cha polisi cha Kihara ambacho kimejengwa na serikali ya Kenya, serikali ya kitaifa kupitia hazina ya CDF kwa gharama ya shilingi milioni 22. Vile vile siku ya leo tuendelee kule ile Technical Institute yetu TVET ya Kiambaa, ambaye Mheshimiwa Rais ameamrisha shilingi milioni 70 kupitia ombi la Mheshimiwa Kawajiko na viongozi wa Kiambu, ili tujengee watoto wetu Technical and Vocation Training College ya TVET pale Kiambaa. Tutaenda kuona mahali imefika. Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe akuje kufungua. Siku ya leo vile vile tumekuja hapa kwa sababu ya kazi ya serikali ya kuangalia mradi mwingine hapa Kiambaa, ambao ni mradi wa serikali kuu ya kitaifa, ambayo ni Kenya Medical Training College campus ya Karuri, ambaye vile vile kupitia ombi la Mheshimiwa Kawanjiku na viongozi wa Kiambu wakiongozwa na leader of majority waliomba serikali kuu, na rais akaamrisha wizara ya afya kutoa milioni 200 million kwa sababu ya hiyo KMTC. Vile vile leo tutaendelea na msafara mpaka tuangalie hiyo barabara ambayo waheshimiwa wametaja hapa, ambayo ilikuwa imekosa pesa, lakini kwa juhudi za viongozi wenu, Mheshimiwa Kawanjiko, Mheshimiwa Ishungwa ambaye ni leader of majority, pesa ya hiyo barabara imepatikana, contractor amerudi, na contractor atakaa. Tutahakikisha amekaa, amejenga, amekamilisha hiyo barabara, ili Mheshimiwa Rais akuja afungue mradi huo ukiwa umekamilika, kwa sababu pesa ya kutosha imepatikana. Kwa hivyo hiyo ndio mambo imetuleta hapa siku ya leo. Nataka kwanza nishukuru Mheshimiwa Kawanjiko na kamati ya CDF kwa kazi nzuri ambao wamefanya katika kuweka rasilimali ya serikali katika ujenzi wa kituo hiki cha polisi. Na kama vile Mheshimiwa Kawanjiko ameomba, nimeitikia wito ambao Mheshimiwa ameomba, na mimi kupitia Wizara ya Usalama wa Taifa, kwanza kabisa tutatoa shilingi milioni 2 ya kununua furniture ya hii police station. Na hiyo pesa sio pesa ya kutoa next week, sio pesa ya kutoa next month. Mheshimiwa Kawanjiko, come and collect 2 million shillings tomorrow morning and put furniture here by Friday. Ikifika Friday, uita wananchi wakuja waone furniture imefika police station. Si namna hiyo wananchi? Vile vile tutatoa shilingi ingine milioni 1 ya kununulia polisi wetu kompyuta hapa,
Kwa hivyo kwa jumla Wizara ya Usalama wa Taifa itatoa milioni 3 kesho ili iweke furniture, viti, meza na kompyuta ili polisi wetu wawe na mahali pazuri pa kutuhudumia. Na hiyo ndio imenileta hapa. Ukiona hii kituo ingefunguliwa zamani, lakini Kawanjiko ni kiongozi mwerevu. Alisema tungojee mpaka waziri afike, kwa sababu alijua tukifika sisi zote hatutatoka hivyo, tutaacha kitu hapa kwa sababu ya manufaa ya watu ya Kiambaa. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba vile mheshimiwa umekomiti, tukikuwekea furniture na tukuwekea kompyuta, na wewe kupitia CDF tengeneza kabro ya hii mahali na utengeneze gate, wananchi wawe na mahali pazuri pa kuhudumiwa. Watu wengi hawaelewi vizuri kazi ya polisi. Kazi ya polisi ni kazi muhimu sana, kwa sababu polisi ndio wanalinda wananchi walio wengi wasipate majeraha ama kuumizwa na wananchi wachache ambao ni wakora. The work of the police is to protect 99% of law-abiding citizens from being harmed by 1% of the people who are criminals and lawbreakers. Kwa hivyo hii kituo ni ya huduma ya wananchi, na wale watu watakuja hapa kwa sababu aidha wameshikwa kwa sababu ya kuvunja sheria, ama ni mwananchi ambaye ameumizwa na amedhulumiwa, amekuja kupiga ripoti hapa. Nimetembea huko ndani, nimeona facilities up to standard, and I think for 22 million shillings there is value for money for this project. Nimeona iko na cell ya watoto, kuna cell ya kina mama, kuna cell ya wanaume, na kila cell iko na choo na bathroom, na OCS ameniambia ataweka mpaka sabuni. Kwa hivyo wacha nisiseme zaidi, kwa sababu sitaki mtamani kuingia pale. Najua nilikuwa naambia County Police Commander, unajua tukiambia wananchi vile hii mahali ni mzuri hapo ndani, wengine watapanga kuingia pale, na hatutaki hivyo. Kwa hivyo mimi nimefurahi, na leo ni siku kubwa kwa sababu tumepata hii huduma ambayo imefika kwetu. Kama vile kiongozi wa wengi na mheshimiwa Kawanjiko, mheshimiwa wa Mashukuru amesema, wizara yetu ya usalama wa ndani ndio pia inahusika katika mambo ya kushirikisha wizara zote za serikali katika masuala ya maendeleo. Ndio naona tunaenda kuona hiyo maendeleo, kwa sababu tukitoka hapa turudi Nairobi, wale maofisa wa serikali watabaki hapa. County Commissioner, DCC, au ndio watatusaidia kuhakikisha contractor bado wako site, na kama hayuko site wanatupigia simu ili tunahakikisha kwamba kazi inaendelea bila kusimama. Kwa hivyo mimi sitaki kuzidi hapo. Leo ni siku ya kazi, kama vile tumesema, tumekuwa hapa siku ingine, tutarudi siku ingine, na sisi hiyo mambo ingine ya siasa hatuhusiki. Wakati wa siasa ukifika, mambo ya siasa itaendelea. I am very happy today kuangalia hiyo police station vile imekamilika, na mimi najua ya kwamba tukiendelea hivyo tutajenga nchi yetu, na tutakuwa na mahali ama nchi ambayo ni nchi ambayo sisi zote tutajivunia. Kwa hayo mengi, kwa niaba yetu sisi zote tukiondoka, Kawanjiko amesema atabaki hapa na nyinyi ili ajue vile mtaenda nyumbani. Asanteni sana. Mungu awabariki hapo. Yaani hiyo ndio mmeshangilia hiyo mambo yote nimesema. Hapo. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mheshimiwa atasema ule ataacha hapa kwa niaba yenu.